usikie muziki wa Injili, muziki wa wahubiri, jamii ya Yesu Kristo, wenye shuhuda na kweli. Njoo ujiunge kwenye njia nyembamba. Neno lasema njia ni nyembamba ya kwenda uzimani, na njia pana wapitayo wengine ya upotevuni. Njoo usikie muziki wa Injili, muziki wa wahubiri, jamii ya Yesu Kristo, wenye shuhuda na kweli. Njoo ujiunge kwenye njia nyembamba. Neno lasema njia ni nyembamba ya kwenda uzimani, na njia pana wapitayo wengine ya upotevuni. Haleluya mpendwa. Bwana ni mwema na wakati wote. Tumshukuru tena Mungu kwa wakati huu, na nikukaribishe mara tena katika vipindi hivi. Na nilisema ya kwamba nilikuahidi kwamba tutaanza series ya mafundisho inayohusiana na ukweli muhimu wa sasa. Katika ukweli muhimu wa sasa, nilisema ya kwamba tutajifunza kuhusu podium ya eskalier 3 au jukwaa ambalo ni imara, jukwaa ambalo lina ngazi 3. Na leo tunaanza mwanzo wa masomo yetu ya series hii ambayo tulianza, tulitoa lancement na kila mmoja aliona, na ahadi zote ambazo tuliahidi katika lancement ile sasa tunaenda kuzitimiza kwa neema ya Mungu. Kabla tujaanza, tunyenyekee pate kumuomba Mungu. Tuombe. Na litukuzwe jina lako mtakatifu, Mungu wetu, Mungu muumba wa vyote, mbingu na nchi, maji, bahari na vyote vilivyomo, katuumba pia sisi wanadamu. Jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na neema yako ambayo ngali pamoja nasi. Baba yetu, usamehe makosa na dhambi, samehe mtazamaji wangu, samehe msikilizaji wangu, samehe nami pia. Utuwezeshe Baba, Roho Mtakatifu atuongoze katika masomo haya na yapate kutufaa katika maisha yetu ya kiroho na kimwili. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini ya kwamba unasikia. Asante mpendwa. Nitoe tena shukrani kwako na nikukaribishe kwa hamu kubwa kabisa, na moja kwa moja, kwa sababu somo ni ndefu kidogo, kwa kukomboa muda nikukumbushe tena, tunaenda kujifunza kuhusu podium ya eskalier 3, jukwaa la ngazi 3 ambalo ni jukwaa imara. Na siku ile nilikwambia kwamba podium inaweza kaitwa tena stage, na stage ni mahali ambapo mtu hupanda ili kutoa hotuba. Mhutubu anapanda, mwimbaji anapanda pale kwa kuimba, hasa zaidi kwenye mikutano nilisema, na kwenye show mbalimbali waimbaji wanapanda kwenye stage, kwenye podium. Na leo tunaenda kujifunza ngazi ya kwanza ya podium hii, ya stage hii. Na nilisema ya kwamba ngazi ya kwanza ni patakatifu pa duniani na patakatifu pa mbinguni, tukihusianisha
yaani tutajumuisha na ile unabii wa siku 2300 au tunachanga na majuma 70, majuma 17. Sasa tunaenda moja kwa moja kuangalia kuhusu patakatifu. Patakatifu ni nini? Patakatifu ni mahali ambapo anastahili Mungu kuwa, mahali ambapo panastahili kuwa nani? Mungu pale. Na ikiwa mwanadamu fulani anaweza kapasogelea, ni kwa ruhusa ya Mungu peke yake. Sasa tuone patakatifu pa duniani iko namna gani. Tunaponukuu maandiko mbalimbali, tukianza na Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23 ambayo nasema kufunua siri ya patakatifu, ukurasa wa 229 paragrafu yake ya 3. Ndio hapo na mimi naiona inasema, nabii anasema patakatifu palikuwa ni hema iliyojengwa na Musa kwa agizo la Mungu, kwa mahali patakatifu pa kukaa Mungu. Patakatifu na patakatifu pa patakatifu, yaani kuna patakatifu kwanza, alafu kuna patakatifu pa patakatifu. Ni vyumba viwili ambavyo vilitengwa kwa pazia, na pazia kama hilo lilifunga mlango ya chumba cha kwanza. Huyo ni nabii anatuambia, ni kitabu cha Pambano Kuu. Na vile vile kuna nukuu mbalimbali tutazisoma. Kitabu cha Waebrania, ni Biblia, Waebrania 9 verse ya kwanza nasema hivi: basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Hiyo ni Waebrania. Na Kutoka 25 verse ya 8 nasema, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Ni agizo la Bwana. Alikuwa akitoa maagizo namna gani anahitaji kukaa na watu wake. Sasa anahitaji wamtengenezee nafasi apate kukaa kati yao, ndipo patakatifu. Sasa kama vile Waebrania nasema, katika agano la kwanza patakatifu ambapo palionekana, ilitengenezwa hema ambayo Mungu alionyesha namna gani ya kuitengeneza, na tunaiita hema takatifu. Tunapoita hema takatifu ambayo ilikia kugeuka kuwa hekalu takatifu wakati wa Yerusalemu, tutaenda kuona ni nini kilikuwa kinafanyika na ilikuwa inamaanisha kitu gani. Na tunaona katika kitabu cha Kutoka 26 verse 30 inasema, nawe utaisimamisha hiyo hema sawasawa na mfano wake ulioonyeshwa milimani. Nawe utaisimamisha hiyo hema sawasawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Ni Mungu iko na muelekeza Musa afanye nini kufuatana na gisi alimuonesha kwa kwenye mlima Sinai, na akamuonesha namna ambapo atatengeneza ile hema. Sawa? Na
Musa alifanya vile vile alivyooneshwa na alivyoamriwa na Mungu. Na kitabu cha Pambano Kuu, sura ile ile ya 23, Ufunua siri ya patakatifu, ukurasa 228, peji ile ya 3, paragrafu ya 3, linasema maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, na hapa inanukuliwa katika kitabu cha Waebrania 1 verse Waebrania 9 verse ya kwanza hadi 5. Hema ilifanya nini? Ilitengenezwa. Sasa namna ambavyo hema ilitengenezwa ina sehemu mbalimbali na kazi mbalimbali. Tukianzia moja kwa moja katika sehemu ya kwanza. Sehemu yake ya kwanza ni ua la nje au ua wa nje. Ua wa nje ni kama vile nitakuonesha hii hapo navyoiona. Ua wa nje ni mzunguko wote ambao unazunguka ili hema ambalo liko ndani ya ua, yaani kwa Kiswahili rahisi niseme lupango, na Wafaransa tunaita clôture. Clôture yaani ni mzunguko ambao inajengwa afu nyumba iko ndani, hema iko ndani. Hii ndiyo ua wa nje. Na katika ua wa nje tunasoma kitabu cha Kutoka 27 verse ya 9 na 40 verse ya 33. Inasema tengeneza ua kwa ajili ya hema la kukutania. Kisha Musa akafanya ua kuizunguka maskani ya Mungu na madhabahu. Pia akaweka pazia kwenye ingilio la huo ua. Yaani Mungu anamwelekeza namna gani atatengeneza lile ua, ile lupango, ile clôture, na Musa akafanya hivyo hivyo. Sasa katika ile clôture, katika ule ua kuna vitu mbalimbali ambavyo viko ndani, na kitu cha kwanza ambacho tutaona ni madhabahu ya kuteketeza. Madhabahu ya kuteketeza ni madhabahu ambayo ilitengenezwa kwa namna ambayo inaweza kuwezesha kuteketezea wanyama ambao walikuwa wanatolewa kafara, yaani sadaka ya kuteketeza. Na Kutoka 27 verse ya kwanza nasema, jenga madhabahu ya mbao za mti wa mshita. Anaelekezwa namna ambavyo atajenga ile madhabahu, sawa. Na baada ya ile madhabahu, kazi yake kwanza ilikuwa wakati kuhani anampokea mtu ambaye atatubu makosa yake, utaratibu ilikuwa mtu huyo analeta mnyama, iwe kondoo, mbuzi, ng'ombe, mnyama yote ambaye ni safi, ambaye si najisi. Baada ya hapo wanaenda machinjoni. Yule mtu anachukua mkono wake anaweka juu ya kichwa cha ule mnyama, alafu anatubu makosa yake, anapewa kisu, mpanga au vinginevyo, anachinja na damu nusu inabaki kwenye bakuli. Alafu kuhani analeta ile nyama, ule mnyama anamtia juu ya ile madhabahu ya kuteketeza. Yaani huyo mnyama ataungua pale na moshi itapanda wapi? Mbinguni. Baada ya kuhani kutoka pale, kitu cha kufuata ambacho kiliitiliwa mule ua wa nje ni birika la maji.
birika la maji, kama vile unavyoona hii madhabahu hapo mbele pale. Kabla ya kuingia mlangoni, unaona ile ni birika la maji. Kazi ya hiyo birika hapo ni kuhani alipokuwa akimaliza kuteketeza ule mnyama, ilikuwa inambidi sasa aingie ndani ya hema. Sasa kabla hajaingia, inabidi atawaze kwanza. Baada ya kutawaza, ndio kazi ya ile birika la maji. Na tulisoma katika kitabu cha Kutoka 13 vesi ya 18, nasema tengeneza birika la shaba lenye tako la shaba kwa ajili ya kunawa, liweke katikati ya ua la hema la kukutania na madhabahu. Maana iko katikati ya ile hema na madhabahu ya kuteketeza, kisha weka maji ndani yake. Yaani Musa anaamriwa achukue hii birika hii, aiweke, ambayo ni ya shaba na tako lake la shaba, aiweke katikati entre madhabahu, entre hotel na temple, yaani entre madhabahu na hema, aiweke pale. Na kazi yake tulishasema, na kama vile Kutoka inasema hapa, ni kazi yake kwa ajili ya kunawa. Sawa, na tunaiona birika ndio hii, na kazi yake tushaisikia. Sasa baada ya kuhani kutoka kwenye birika, ilimbidi apige hatua. Tulishaona sehemu ya kwanza ya ile hema ni ua la nje, na katika ua la nje tulisema kuko madhabahu ya kuteketeza pamoja na birika la maji. Tunaingia katika sehemu ya pili ya patakatifu pa duniani. Sehemu ya pili tunakutana na mahali ambapo ni patakatifu, ni chumba cha kwanza, na tunasoma katika kitabu cha Kutoka 26 vesi ya 35. Nasema hivi: weka meza nje ya pazia upande wa kaskazini wa hema, kisha weka kinara cha taa upande wa kusini wa hema. Humo ni chumba cha kwanza ambapo ni patakatifu. Kulikuwa kunapatikana vitu viwili peke yake. Kulikuwa kunapatikana kinara cha taa ambacho kilikuwa na taa 7. Vile vile kulikuwa kunapatikana meza ya mikate ya uonyesho. Sawa. Katika Kutoka 25 vesi ya 31 na 32 inasema, nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi, kifanywe kwa kazi ya kufua. Tako lake, vitu vyake, vikombe vyake, matovu yake na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja, nacho kitakuwa na matawi 6. Yaani kinara hiki kilikuwa kwanza chenyewe, alafu na matawi yake 6, ikibeba michoro kama ya maua, na juu kulikuwa vikombe vya kutilia mafuta ambayo itakuwa inawasha moto. Yaani ndio mwangaza ambao ulikuwa unamulika hema. Na Kutoka 25 vesi ya 23 na 24 na 30 inatuambia kuhusu tengeneza meza ya mbao za mshita. Utaweka mikate ya uonyesho juu ya meza, hivi iwe mbele yangu daima. Yaani meza itengenezwe, na huku tulisikia kuwa meza ilikuwa inakaa kwenye upande wa kaskazini.
na kinara cha taa kilikuwa kinakaa kwenye upande wa kusini mwa hema, katika chumba cha kwanza ambapo ni patakatifu. Kutoka nje, ua wa nje, tunaingia chumba cha kwanza, tunakutana hivi vitu. Ni vitu viwili peke yake. Hapa ndipo kunakuwa matatizo kidogo kwa walimu wengi, kwa sababu mara nyingi tunapofunzwa tumeambiwa kwamba katika patakatifu kunapatikana kinara cha taa 7, meza ya mikate ya maonyesho pamoja na madhabahu ya kufukizia uvumba. Ila Waebrania inakataa kabisa katukatu hilo jambo. Kitabu cha Waebrania 9 tukianzia 3, yaani inasema tofauti na hilo. Waebrania 9 tunaanza kwa verse ya 3, inasema hivi: na nyuma ya pazia ya pili ilikuwa hema iliyoitwa patakatifu. Ilikuwa hema iliyoitwa pahali patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku ya agano iliyofunikwa kwa dhahabu pande zote, na ndani yake kulikuwa na kopo la dhahabu lenye mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka na vibao vya agano. Sasa nadhani wakati tulifunzwa kuwa madhabahu ya kufukizia uvumba iko kwenye mahali patakatifu, yawezekana walimu wengi hawakutenir konti na vesi hii, hawakuchunguza vesi hii ya Waebrania 9:3. Ila ukweli ni kwamba Waebrania 9:3 inahakikisha katika patakatifu kulikuwa na meza ya mikate ya maonyesho pamoja na kinara cha taa 7. Nyuma ya pazia ya pili palikuwa na sehemu iliyoitwa patakatifu pa patakatifu. Yaani tunapotoka sasa hapo katika chumba cha kwanza, nyuma ya pazia, yaani ukifunua rido unakutana na chumba kingine ambacho kinaitwa patakatifu pa patakatifu. Na katika patakatifu pa patakatifu, Waebrania 9:3 verse ya 5 inasema tena, nyuma ya pazia ya pili palikuwa na sehemu iliyoitwa patakatifu pa patakatifu, ambapo palikuwa na yale madhabahu ya dhahabu ya kufukizia uvumba na ile sanduku ya agano ililofunikwa kwa dhahabu. Donc inamaanisha kwamba huko nako kuna vitu viwili, madhabahu ya kufukizia uvumba pamoja na sanduku la agano. Kama vile mtumishi wa Mungu nabii alisema, ni hivyo. Sasa katika hema kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa inaendelea, huduma mbalimbali, na kama vile unaona hapo, hii ndiyo sanduku la agano na ni hii ndiyo madhabahu ya kufukizia uvumba. Na kabla nyuma ya vyote, kama vile tulishaona hivyo, tuliona ua wa nje huko, hii madhabahu ya kuteketeza huko, hii birika la maji, afu tunavuka tunaingia patakatifu, tunakutana na hii kinara cha taa 7. Tunaona pia hii meza ya mikate ya uonyesho. Baada ya pale tunaingia, tunapenya kwenye chumba cha pili, yani sehemu ya 3, tunakutana, yani madhabahu ya kufukizia uvumba ni pale unapoingilia tu katika patakatifu pa patakatifu, yani ndio inafaa na kukaribisha. Hatua ya kwanza tunafikia hako,
ni kama kana kwamba hiyo ndio inagawa upande huu na upande huu, yaani iko kama katikati hivi, lakini iko ngambo ya patakatifu pa patakatifu. Sasa tunapoachana na hiyo madhabahu, tunaenda tunakutana na sanduku la agano, ambayo ndani yake mulikuwa ile vibao viwili vya mawe ambavyo Mungu aliandika amri 10 kwa kidole chake. Vile mlikuwa na ile fimbo ya Haruni iliyochipua maua. Pia mlikuwa na kopo ya dhahabu ambayo ilikuwa ndani yake mana. Nyuma ya hivyo kuna kitu kingine ambacho mara nyingi hatukizungumzii, ni mwanga mkuu ambao ulikuwa unatokea juu mbinguni na kuingia moja kwa moja kwenye sanduku la agano. Inaitwa Shekina. Hii Shekina hii ndio uwepo wa Mungu ambao ulikuwa pale, na ndio maana Mungu alisema munitengenezee hema ili nipate kukaa, yaani mtengenezee patakatifu nipate kukaa katikati yenu, na uwepo wake ulikuwa unaonekana kupitia huu mwanga mkubwa ambao inaitwa Shekina. Katika ukweli huu muhimu wa sasa, ojumu hii ya skalie 3 na skalia ya kwanza ambayo tulisema ni patakatifu pa mbinguni na patakatifu pa kidunia, tulishaona patakatifu pa kidunia na huduma zake. Waebrania nasema, Waebrania 9:22 nasema pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Yaani huduma ilikuwa ikifanyika pale ni mwangaji wa damu ambayo ilikuwa ikisaidia kusafisha dhambi kila siku. Yaani kama Walawi nasema, Walawi 1 vesi ya kwanza hadi 17, ni sadaka ya kuteketeza, kuchinja na maombezi kuhusu toba ndio ilikuwa inafanyika pale. Sasa huduma hizi zilianza hapo jangwani, ya kuchinja wanyama kwa ajili ya dhambi zilianza hapo jangwani, na kikomo chake zilikuja kukomeshwa pale Golgotha ambapo Yesu alisulubiwa. Yaani msalaba wa Yesu ndio kikomo cha huduma hizi. Sasa nyuma ya zile kazi ambazo zilikuwa zinafanyika siku baada ya siku, mwezi wa 7 kila mwaka, mara moja kwa mwaka, ndio wakati ambapo kuhani mkuu alikuwa anapenya katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. Yaani huko kabla hajafika kule alikuwa anafanya kwanza tusome kitabu cha Walawi 16 vesi ya 8 na vesi ya 16, nasema Haruni atapiga kura kwa ajili ya hao mbuzi wawili, mmoja kwa ajili ya Bwana na mwingine kwa ajili ya Azazeli, yaani mbuzi ambaye amebebeshwa dhambi. Kwa njia hii atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu pa patakatifu kwa sababu ya unajisi ya uasi wa Waisraeli wa dhambi zao zote. Yaani ilikuwa nakuwa ni upatanisho kwa dhambi zote za mwaka mzima. Ile huduma ambayo ilikuwa inafanyika siku kwa siku, damu ilikuwa inaenda inapakwa kwenye pazia na anatoka, inapakwa kwenye pazia, ananyunyiza kwenye vyombo mbalimbali na anatoka kwenye madhabahu yote. Alafu sasa ilipokuwa ikifika siku ya upatanisho ya patakatifu pa patakatifu, kuhani mkuu alikuwa anaingia yaani alikuwa analeta mbuzi 2, anaifanyia kura. Mbuzi moja inakuwa kwa ajili ya kuteketezwa na ingine inakuwa kwa ajili ya kupotezwa, ndio mbuzi wa Azazeli. Huyu mbuzi alikuwa anapelekwa na kijana mwenye nguvu hadi jangwani, mbali kabisa ambapo hataweza kutoka na atatokomea huko. Hiyo ndio kazi ambayo ilikuwa inafanyika kila mwaka mara moja.
Alafu mbuzi mwingine atakuwa kwa ajili ya Bwana, huyu atachinjwa na damu yake itaingia mpaka patakatifu sana. Ndizo huduma ambazo zilikuwa zinafanyika katika hema au patakatifu pa duniani, na naamini inaeleweka hiyo. Sasa tunaweza kwenda mara moja kwa kukumbusha tu niseme ya kwamba tulishaona hema takatifu jinsi ilikuwa na sehemu zake na vyombo ambavyo vilikuwa vinafanya kazi mle. Sehemu ni tatu na ya nne ambayo nisema ni Shekina. Sehemu ni tatu ambayo kuna ua wa nje. Ua wa nje tuliona kuna madhabahu ya kuteketeza, kuna birika la maji. Pia sehemu ya pili ni patakatifu, chumba cha kwanza tulikutana na kinara cha taa 7, tukakutana pia na meza ya mikate ya uonyesho. Na chumba cha tatu kwa mujibu wa Waebrania tukakutana na madhabahu ya kufukizia uvumba, madhabahu ya kufukiza uvumba, pia na sanduku la agano ambayo juu kutoka mbinguni kulikuwa unashuka mwanga mkubwa ikiangaza pale, ambao kulikuwa wale makerubi wawili juu ya sanduku kwenye kiti cha enzi, ile mwanga ambayo inaitwa Shekina. Na tushaona kazi ambayo ilikuwa ikiendelea pale ya ondoleo la dhambi. Moja kwa moja tukaona mbuzi wa Azazel gisi alivyokuwa akitupwa na mbuzi wa Bwana alivyokuwa akichinjwa kwa ajili ya kupatakasa patakatifu pa patakatifu. Moja kwa moja tunaelekea katika